Laki. Samani, mambo kwa maneno. Nadhani unajua moyo wangu jinsi ambavyo unajisikia. Na haka katabia naona sasa kama kamekuwa mwendelezo hivi. Tabia gani? Hiki kitabia cha kurudi usiku kila siku. Naona sasa inakuwa tatizo. Lakini mimi nilitoka na marafiki zangu, nilienda kwenye party. Sijafanya kosa lolote. Kitendo cha kutoka na marafiki zako kwenda kwenye sherehe bila taarifa ni kitu kizuri. Lakini bibi, mbona mimi natokaga kila siku? Mimi shizoea, haya ndio maisha yangu. Wewe nakwambia tutoke mara ngapi, lakini haujai hata siku moja kunikubali. Sasa kila siku ndakuwa natoka na wewe. Umdana anatafuta nani? Kila siku unatoka na ukitoka hutoi taarifa yoyote. Sio natoka, nimeenda kukutana na marafiki zangu. Hata wewe wakati unanifuata kunitongoza, unanikutana na marafiki zangu. Kwa rafiki yangu kaniomba mimi nimsindikize wale party nisiende. Hiyo ndo shida yako. Na hiyo ndo shida yako kubwa zaidi. Kila nikitaka kuongea na wewe una panic. Lolote nitakalokuambia unalolifanya una panic. Mimi sijauzoea huo uzungu wako. Wewe unaniletea uzungu na mimi ni Mwafrika. Huo uzungu unaoniletea kwangu mimi siutaki. Wewe hapa umekaa kwangu ni kama mtu wangu. Wewe ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Na mimi maisha unayotaka wewe, mimi siyawezi vile vile. Nishazoea kutoka, siwezi kukaa ndani kama wewe unavyoshinda ndani, siwezi. Huyawezi maisha nayo yataka mimi, si ndio? Ndio. Kama ndio unataka uishi katika hiyo tabia, itafikia hatua utaenda kutafuta watu wenye tabia kama zako. Damu yangu wewe. Huyu mwanamke sasa mimi naona naisha kwa changamoto kubwa sana. Vipi bwana? Yaani muda huu natoka muda huu asubuhi ndugu yangu yani. Tena nishagombana naye. Yaani kelele mimi na yeye, kelele mimi na yeye. Sasa tanipasua kichwa sasa. Sasa ndugu yangu wewe, shemegi yangu wewe ukoje? Maana simuelewi. Kwa sababu kila siku anakusumbua. Hebu jaribu kuongea naye. Mkae muyamalize. Kwa nini inakuwa hivyo lakini? Yaani hata mimi nashinda kupata majibu kamili. Sababu nishaongea naye sana. Nimepiga naye kelele sana. Nashinda kuleta na mwanamke. Achoka kabisa ise. Yaani hebu fanya kitu kimoja ndugu yangu. Najaribu kufikiria hapa. Mipange siku nije nimuone wewe mwanamke. Kwa sababu naona anakutesa sana. Hii nije nimwangalie. Tujue tunafanyaje kuhusu hili swala. Kwa sababu unavyopoteza damu yangu hata mimi pia naumia. Kwa nini laki yangu uteseke? Hebu tufanye njia moja tu kwamba atakuja nyumbani nimuone wewe shemegi yangu. Maana simjui. Basi itakuwa vizuri kama utafika wewe. Itakuwa mna shida yoyote, wewe uje tu. Tutaongea vizuri. Haina noma mwanangu, mimi nitakuja. Kale. Dan. Tapu. Mbona umejinamia kama unamaliza sana? Niko sawa. Unawaika hapo sawa? Kuna shida yoyote? Mbona uonekani kuwa sawa? Unaonekana mtu mwenye mawazo sana. Mtoto wa kiume mawazo kawaida. Najua, lakini unaonekana kuna kitu kinakufumbua. Nakuona. Maana nimekuita muda. Na ulikuwa usikii, unaonekana ulikuwa mbali sana. Una mawazo? Hakuna mawazo yote ambayo yanachanganya.
Mimi najua kinachofichama. Unakujua ni nini? Siana mwasamaya. Umejuaje? Mimi si mtu nakufuatilia sana unajua. Nifuatilie. Ama kinachonisumbua ni mambo ya kawaida. Hamna, unaweza ukaniambia chochote mimi nikakushauri labda. Si unajua watoto kike na kiume wanaweza kubadilishana mawazo. Naweza nikakusaidia kivyovyote. Hata kwa mawazo pia. Sio na stress. Una uhakika? Kweli? Basa. Okay, poa, karibu. Dada, niache bana. Sasa vitu vyote mnaondoka navyo vitu tayari fikie hela yenu. Kama vina thamani havina thamani unajua mwenyewe. Sio vyema. Mnaondoka Kazi yako bibi hadi siku dada kwako tu. Jamani. Kuna nini hapa? Mimi nafika hapa naona vurugu sielewi. Shida tunadai hela yetu, tunadai udada. kuna shida nikaenda kuwa kopa. Ukakopa tena? Ushaingia kwenye madeni. Mnaomba shilingi ngapi? Akimonya na nusu tu. Okay, sawa. Hiyo pesa mimi nitawalipa. Sawa? Yacha, hatutaki maneno, nataka hela utatupatia kamba. Nawapatia sasa 100,000. Alafu baada ya siku 2-3 ndakuja kuchukua 50,000 na waombeni ndugu zangu. 100,000? Si ndio atakuwa yale masuala ya usumbufu kusumbuana kila siku kufuata mtu mmoja. Hata hiyo laki nayotoa nilikuwa sina taarifa yoyote. Yeye ni wanaume wenzangu, mnajua jinsi utafutaji jinsi ulivyo mgumu kwa sasa. Na waombeni tafadhali. Hii ndio shida ya kuwa wanawake wa kuokota. Wanakopa hawatoi hata taarifa. Walete hiyo laki. Kalia anakuja kusaidiwa na bwana wako hapa sasa. Kwani kwambie swali lipi? Kiwa hauna uhakika, sio unakuja kukopa hela zetu. Ndio nilipokwambia sina uhakika, sema mbele nitaje. Uhakika una, mbona unasumbua sana mama ungekuwa naye ungekuja kulipa. Mungu wangu uko. Kwa hiyo hiki ndio ulichonitia. Asa unafikiri mimi nikikuita labda nitakuita nikwambie ni hicho tu, hakuna kingine. Lakini si unajua kwamba mimi na mwanamke? Najua kama una mwanamke, lakini hebu jaribu hata kujionea mimi na yeye. Mtu una mtu, lakini unaishi kama una mtu. Njoo kwangu, nikuoneshe jinsi watu wanavyojua kutunzwa. Nikuoneshe jinsi watu wanavyojua kupenda. Hakika hutajutia. Tambua kitu kimoja. Yule mwanamke niliye naye mimi, unamjua fika kabisa. Mtaa mzima anamjua yule ni msumbufu. Kwa hiyo utakuletea shida sana. Mimi sioni haja wewe kuniwekea pingamizi. Njoo kwangu, nikuoneshe mapenzi. Nikuoneshe jinsi mwanamume anavyotajikiwa kupenda. Hakika hutajutia na kuahidi. Na kuhusu mwanamke wako, haina shida. Tunaweza tukaika mapenzi yetu yakawa ya siri. Sio kila mtu ajue. Najua una mwanamke wako. Na namjua mwanamke wako jinsi alivyo. Namjua ni mkorofi. Lakini yote sijazingatia. Nimefuata moyo wangu. Nakupenda kweli. Na nakuahidi hautakuja kujutia. Ngoja tuone itakavyokuwa. Naahidi kwa hautanipa jibu la kuumiza. Naomba uwe na subira. Na sawa.
Hadi kitu chanipatia leo nipasi fikiri kabisa. Ni vitu vimenipatia baki kidogo tu mwenzio nizima. Na ningezima sijui ingekuwaje. Ni kumwagia maji. Ila nashukuru kwa sababu kitu chanipatia na nafasi wanipatia, na kama mimi nilikuwa nakosa kabisa. Yaani muda wote mimi nilikuwa naongea tu. Yaani kazi yangu ilikuwa kuongea, ni penzi langu mimi lilikuwa la kuongea tu. Yesu, nilikuwa sijui kwamba tukiwa na mpenzi na vipi inabidi vivipate. Usijali. Yaani sitaki iwe mwisho hapo, ala sasa tuendelee hivi. Si unajua mimi nakupenda. Hata mtoto wa kiume inabidi pate mambo kama haya. Ya, ni kweli kwa sababu hii kitu chonipatia leo nakuwa kama ni story tu. Lakini leo umenipatia kitu ambacho watoto wa mjini wanasema stopa. Kwa hiyo nimepata stopa yenyewe. Una maneno ila inaidi kwamba utamwacha ule mpenzi wako. Mimi nataka niwe peke yangu, yaani sitaki iwe kona na mwingine. Mimi nataka tuliwekeane, yaani tuishi kwa amani. Na kwa huo sikia nikwambia kitu kimoja mamangu. Kuhusu yule pale asikuchanganye kabisa kichwa. Yaani asikuumize kabisa. kweli Wewe mwenyewe ukifikiria vitu kama hivi anavyofanya, kweli mimi nitaendelea kubaki kwake? Zidisha mama. usijali. Najua unapotea. Na ndio maana mimi nipo kuko kama mkombozi, yaani sio mbadala, yaani mbadala zaidi. Unaona kweli utaingia sana, utajutia kwa nao. Eche. Basi namba hiyo kweli. Sasa mpaka hapa nipofikia hata nini? Shanimaliza. Ila mbona ni hatari sana. Mwenzangu anawezaje kukufanyia mambo kama hayo? Maana yaani mambo ulinipata nikiwa mbali, moyo wangu umezoea maumivu, ukaniambia bado tupo hai, nikakuamini, roho ikatulia. Nakupenda kipenzi changu, ndio mwanga wangu wakati wa giza, ndio nikisema na kuacha ni uongo. We ushike tu mkono wangu, ndio Shoga yangu mazito. Nimemkuta bwanako hapo tu. Yupo na mwanamke. Bwanangu mimi nimekuta na mwanamke. Na inavyoonekana ni wana date. Wao mashuhudia kama chak tena wamekumbatiana. Sasa mimi sitaki naomba unipeleke hapo hapo ulipokuja. alikuwa hapa. Sasa hapo mbona mna mtu? Bwanako kaenda hivi karudi. Huyo mdada ampandisha ukujua anakaa hapo nyumba ya tatu. Yaani nyumba ya kwanza ya pili ya tatu. Wanapopima maji hapo ndo anapokaa.
Kwa hiyo hakika nakaa hapo, nikienda namkuta ndo anapoishi. basi niachie mimi, msondo naenda kucheza mwenyewe, watanikoma. Naona siku hizo ushakuwa bondia sasa. Unatoka hapa nyumbani unaenda kupiga watu sasa. Ushakuwa mwakinyo. Si ndio? Kwa hiyo mwanamke wako ndio alivyokuambia? Sio kaniambia. Mimi sio mgeni hapa. Mimi hapo wote mtaani wananifahamu. Okay. Kwa hiyo hawa watu wa mtaani wamekaa kwa ajili ya kuja kukupa taarifa. Unajikuta nani wa mwanamke? Kwa hiyo michizi ndiye mwanamke wako nimeshampiga. Yawezekana ukawa chini na ndio maana unapayuka bila sababu yoyote. Unajua kabisa umefanya makosa afu unaendelea kupayuka. Mimi nimefanya makosa? Kwa hiyo wewe siku zote mimi unasema na mimi eti sijui natoka. Wewe hapa unafanya nini? Mimi ushai kunikuta mimi na mwanamume? Kwa hiyo ushai kusikia futoni mimi nje na mwanaume? Sasa ngoja nikwambie. Kama yule ni mwanamke wangu mimi, na wewe beba kilicho chako, ondoka. Unanifukuza? Beba kilicho chako, ondoka kwangu. Unajua kama nina ujauzito wako? Nina ujauzito wako. Sikia mwanamke, usiniletee sinema mimi kwangu. Kwa kuwa umesema una ujauzito wangu, usizane kwamba hapa ndo utabaki. Nilishatoa maamuzi. Beba kilicho chako na uondoke. Naondoka. Na mimba tailea mwenyewe. Laza, hii hali imeshanichosha kabisa. Yule mwanamke nakuelekea ndakuja kumuua mimi ise. Hapo ulipofikia sio ndugu yangu. Kumbuka kuna jamhuri hawatakuacha salama ukimuua huyo mwanamke. Wewe kaa na huyo mwanamke, ongea naye myamalize. Kumbuka kwamba huyo mwanamke ana mimba yako kaka. Sasa kwa mambo anayoyafanya haya sielewi, si sahihi kabisa anayofanya. Kumbuka yule na damu yako. Kaeni myamalize, mlee mimba. Ukimwacha akiwa na mimba, anaweza akaenda kuitoa. Kwa akili ile unavyomuona, ana uwezo wa kulea ile mimba. Ataenda huko atajifungua mtoto akawa chokolaa. Sasa angekuwa analijua hilo hapo, asingekuwa anafanya vitu kama hivi. Wewe kaa na shemegi. Ongea naye myamalize. Kwani shemegi ameenda wapi? Nishamwambia ende kwao huko sasa. Maana nishachoka sasa. Kenda kwao. Sasa tulimalize basi. Tunalimalizaje ile swala? Tupotezee tu mama. Eti kwa wewe ungekuwa mimi ungeweza kulipotezea ile swala? Kwa hiyo unataka mtoto wangu mimi azaliwe bila baba? Okay, unataka wanaume wenzao kusaidia kulea mtoto? Tukae tulimalize tu, mambo mengine yaendelee. Ili jambo baba hatuwezi kulimaliza. Ukitaka ile swala liishe, toa simu yako na omba umpigie huyo kimada wako. Umwambie sikutaki. Hujawahi kumtaka, ulikuwa unamdanganya tu tangu mwanzo. Sasa hivi nataka umwambie. Kwani hatuwezi kulimaliza mimi na wewe mpaka tumpigie simu kweli? Mimi na wewe ili swala tuwezi kulimaliza. Kwa hiyo shida ni kumpigia simu ili mimi tuwe sawa. Unaona dogo wewe? Okay. Halo? Halo.
Mambo. Poa, sasa ninakupigia simu, kuna jambo nataka nikwambie, sawa? Jambo gani? Naomba unisikilize. Mimi na wewe kuanzia sasa naomba iwe basi. Mimi na wewe mahusiano yangu mimi na wewe yaishie hapa, na kuanzia sasa tambua kwamba hakuna mahusiano yoyote yanayoendelea baina yangu mimi na wewe. Mbona sikuelewi? Yaani shida nini? Nisikilize mwanamke. Kaa mbali na mwanaume wangu. Umenisikia? Kaa mbali na mwanaume wangu, nitakuja nikupiga nikuue. Chizi wewe. Wewe umesema unitaki. Na mwanamke wako ukiwa naye umenipigia simu mnanishote. Alafu hapo kwangu umefuata nini? Mimi nimekuja kwako ili tuongee. Yaani kitendo cha kumpigia simu, kwa kupigia simu ni wewe. Yule mwanamke anilazimisha. Amekulazimisha? Kwa hiyo ili kumridhisha na ndo ukanikataa? Please, nimepiga simu ili nimridhishe tu. Hakuna kingine chochote. Kwa hiyo ili umridhishe ukaamua unipigie. Sasa mimi nina ombi moja. Naomba umpigie na umwambie popote atakaponiona. Mimi sitaki matatizo naye, yani sitaki alifanyie fujo, sitaki. Alafu nikishampigia simu, ukishampigia simu ndio atakuwa ameisha haya malumbano kati yangu mimi na wewe, na mapenzi yetu yataendelea. Kweli? Ndio. Sio shida. nampigia simu. Naomba utulie basi. Halo. Niko ofisini hapa. Sasa nisikiliza. Sikiliza basi. Nimekupigia simu. Maki nimeondoka hapo nyumbani ukahitaji nimpigie simu ni dada, nimempigia yule simu dada umelizika, si ndio? Basi na mimi nakuomba kitu kimoja. Sawa, sio hivyo, ila nisikilize. Nakuomba utakapoonana sehemu yoyote ile na yule dada, naomba usiniletee vurugu yoyote ile. Tuyamalize. Akome. Nini sasa? Umetaka nimpigie simu, nimempigia simu. Kitu gani kingine unachokitaka? Sasa mwanangu, ngoja nielekee mtaani mara moja nikamcheki Bahati. Maki jana anavyoongea na Bahati yule mtani akalopoka nini. Kwa hiyo mpaka muda huu sielewi kama Bahati alisikia au hajafikia kule, yani yule dem jao sana mafikiwa. Ndio maana jana hata nilivyozingwana naye tu nikaja kwako kupata hifadhi. Kwa hiyo sasa ngoja niende nikamcheki Bahati kule nijue ana hali gani. Basi sawa, hamna shida ndugu yangu. Hapa ni nyumbani, wewe njoo muda wote utapumzika. Lakini kitu ambacho naweza nikakushauri, wewe mwanaume, nenda kaongee naye, kishaongea naye atakuelewa. Ningekushauri kwamba uchukue hata zawadi umpelekee kama kumshawishi. Yakuwa jambo la maana sana. Kwa sababu wanawake ukiwapelekea zawadi bwana, wanasahau kila kitu. Sawa. Sawa? Mbona tukajaribu bwana, na yake mpaka muda huu sitambui chochote kinachoendelea. Fresh. Poa ndugu yangu. Pole sana bwana. Haida bwana. Haina noma ndugu. Poa.
Niliweka ndoto zangu fukoni pa shati, ugaidi kunishika mkono, tukaivusha giza hili. Sasa meza imebaki tupu, viti viwili vinaandika uchungu. Sauti yako iko hewani, lakini haupo huku. Ila ikianza, machozi haya hayajui kuisha. Kila picha inarudia jana, na moyo unachoka kuamini. Ila ikianza, jinsi ulivyogeuka taratibu, kila neno likawa jiwe, nikabaki najilalamikia kimya. Saa ukutani zinazimama zinaposikia jina lako. Kila kona ya chumba hiki imenishika mateka. Nilicheka mbele za watu, nikalia ndani ya mfupa, nikajisemea labda kesho ikacha kufika. Ila ikianza, machozi haya hayajui kuisha. Kila picha inarudia jana, na moyo unachoka kuamini. Ila ikianza, jinsi ulivyogeuka taratibu, kila neno likawa jiwe, nikabaki najilalamikia kimya. Vipi ndugu? Nisi kama mkosi tu blaza. Yaani nimefika nyumbani, mkutano wangu umefungwa, nampigia simu wife hata apokei. Nimetoka nyumbani naenda kwa yule demu Niho yule. Sasa nimekuta na mwanaume ndani rafiki yangu. Yaani Na mwanaume tena? Yaani ndio alikuwa ananiambia kabisa kwamba haya mambo unayoyapitia yote, yeye kwangu ni kama mfariji, alafu hamna chochote rafiki yangu. Yaani hii si nikosi gani? Ndugu yangu anakusumbua sana, wanawake wanakusumbua sana. Aisee. Shaanza kukata tamaa hata mimi mwenyewe. Sasa mimi naomba moja tu. Sawa, naomba moja. Kama hivyo ni hifadhi jana, naomba na leo nipate hifadhi. Hamna shida ndugu yangu, hapa ni nyumbani. Lakini ulivyoondoka tu, mama mtu akawa ameshafika, na kama nilivyokuambia kwamba yule ni mjamzito, amekuja kwa ajili ya kuanza kliniki. Sawa? Kwa hiyo haina shida ndugu yangu. Tuko pamoja. Afu afadhali mama mtu huyo hapo. Lucky. Vipi kwani mnajuana? Bro, ndio mwanamke anayekuambia siku zote ananiumiza kichwa changu. Ndio huyu blaza. Sasa shemeji kivipi? Ndio huyu. Unaniletea taarifa kila siku? Lucky, hebu niambie hiyo mimba ni ya nani? Tuseme ukweli. Ndio kwako leo. Niliweka ndoto zangu fukoni pa shati, ugaidi kunishika mkono, tukaivusha giza hili. Sasa meza imebaki tupu, viti viwili vinaandika uchungu. Sauti yako iko hewani, lakini haupo huku. Ila ikianza, machozi haya hayajui kuisha. Kila picha inarudia jana, na moyo unachoka kuamini. Ila ikianza, jinsi ulivyogeuka taratibu, kila neno likawa jiwe, nikabaki
nikabaki najilalamikia kimya. Saa ukutani zinazimama zinaposikia jina lako. Kila kona ya chumba hiki imenishika mateka. Nilicheka mbele za watu, nikalia ndani ya mfupa, nikajisemea labda kesho ikaacha kufika. Ila ikianza machozi haya hayajui kuisha. Kila picha inarudia jana na moyo unachoka kuamini. Ila ikianza jinsi ulivyogeuka taratibu, kila neno likawa jiwe, nikabaki najilalamikia kimya. Ila ikianza niliweka ndoto zangu hukunipa shati, ugaidi kunishika.